amasengesho y'umukristo ngo nagahinda kaburi mwizerwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nataka kufundisha juu ya hiyo. Ndashaka kwigisha kubwira Maombi ni nini sasa? Ese amasengesho ni iki noneho? Haleluya. Amen. Maombi ni nini? Amasengesho ni iki? Kuna somo ya maombi tulikuwa tunafundisha. Warikiisho cy'amasengesho twigishaga. Ina matafsiri mengi ya maombi. Harimo ibisobanuro byinshi cyane by'amasengesho. Lakini maombi ya dhati, ariko amasengesho y'ukuri ni uzuni unapokuwa nayo. Ni kagahinda ufite wowe kwa ajili ya mwenye dhambi. Kubw'umunyabyaha uri hariya. Tunaelewana? Turabyumvikana. Hii ndiyo maombi ya dhati. Hayo ndiyo masengesho y'ukuri ambayo inampendeza Mungu. Ashimisha Imana. Ingine maombi yote, ayani masengesho yote ni kwa faida yetu. Ngo ni inyungu yacu. Mnanielewa vizuri? Mlimo kunyumva neza. Maombi mengine yote, ngo ayani masengesho tunakuya kwa Mungu. Tukazana ngo Mana. Nataka moto gani? Ndashaka imodoka. Niko nayo lazima mama kamzuri. Bwana asifiwe. Amen. Nataka nyumba. Ndashaka inzu. Ni kwa faida yangu. Ni kubw'inyungu zawe. Haiko kwa faida ya Mungu. Nagari kubw'inyungu. Lakini Biblia inasema, ariko Biblia kama mtu mmoja anaokoka, mbinguni ni shangwe na vigeregere. Haleluya. Amen. Wakati unakuwa na huzuni juu ya mwenye dhambi, Mungu anafurahi. Haleluya, haleluya. Na ya Mungu inaambatana, inakutanana. Mungu anasema, amen. Ninaona mtu ana roho yangu. Mtima wangu. Hiyo ndio maombi haya. Hayo ndio masengesho. Lakini kanisa ya leo, ari kitoro ry'uyu munsi, Mkristo anapoanguka kwenye dhambi, ni Mkristo aguye mu byaha. Unajua? Binaisha. Binarangisha. Bali mkamwona na Biblia baramufashe. Leo kaisha kwa chini. Yabaye hasi. Tunafurahikia mwenzetu anaanguka kwenye dhambi. Twishimira yuko mugenzi wacu aguye mu byaha. Tunafurahikia wakati mtu anarudia nyuma. Twishimira yuko mugenzi wacu yasema. Lakini Mungu anahuzunika. Ariko Imana irababara. Mungu anahuzunika. Lakini wewe unafurahi. Ariko ukishima. Kanisa ya kwanza ilikuwa vile. Itoro rya mbere ntabwo ari kuyongera imeze. Balikuwa nafichika aibu. Babashaka guhisha kwa gukoza sobi cyangwa se byasobi bya. Haleluya. Amen. Lakini leo, ariko uyu munsi Bwana yote itajua na TV Bwana rwose na YouTube yose barabika. Utatupeleka yeko. Ko bakakujyana. Fred Dieudonné alianguka. Ngo Fred Dieudonné alimkuta na mitsi. Ngo bamusanze afite mitsi. Na kadogo pembe. Na kadogo ku ruhande. Ubwo ni ulipaswa kumufichikia aibu. Ugomba kubanza kumuhishiruka ili jina la Bwana lisitukadiwe. Izina ry'Uwiteka. Kwa sababu kuanguka yake kuna maelfu itaanguka kule. Kuna wengi watarudia nyuma. Mungu anapoteza mengi, shetani anafaidika. Maombi ya dhati. Wakati unaona mtu yuko kwenye dhambi, tumrudishe Mungu. Amina. Lakini leo hatuna hiyo. Ariko uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Leo hatuna hiyo. Uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Nataka turudie kwenye msingi ya kanisa. Tunashaka ko dusubira ku mfatiro z'itoro rya mbere. Haleluya. Amen. Tutarudia pale. Turasubira aho ngaho gusa. Niko hapa nikufundisha. Ngo ndi hano gusa kugira mwigishe. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Tuangalie kwenye kitabu cha Waroma sura yake ya 9 mstari wake wa kwanza. Leo kitabu cha Waroma igice cya 9 umurongo wa 1 kugera kuri 3. Karibu msome. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Abaroma ibice 9 kuva kuri 1 kugeza kuri 3. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Paulo aterwa agahinda no kutizera kw'Abisirayeli. Ndavuga ukuri muri Kristo, simbesha kuko umutima wanjye uhamanya nanjye mu mwuka wera, yuko mfite agahinda kenshi n'umubabaro udatuza mu mutima wanjye, ndetse nakwifuriza kuvumwa
no gutandukanywa na Kristo ku bwa bene wacu ari bo b'umuryango wanjye ku mubiri. Amen. Amen. Nataka usikie maneno. Nataka kuomba ya maneno. Kiswahili. Msimamo Kiswahili. Usome katika jina la Yesu. Amen. Kicha neno nasema Israeli Chana na neno enda tu. Kenda wa kwanza hadi wa tatu. Nasema kweli katika Kristo. Nasema kweli katika Kristo. Siseme uongo. Nagomesha Zairi yangu. hejuru yanjye. Ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu. Bihamizwa n'umwuka wera. Kwamba nina huzuni nyingi. Mfite gahinda kenshi. Na maumivu yasiyokoma. N'umubabaro utahagarika moyoni mwangu. Mu mutima wawe. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe kuvumwa niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu, kwa jinsi ya mwili. Amen. 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 Nataka unifuate vizuri. Nataka kukurikira neza. Huyu ni Paulo. Huyu ni Paulo ambaye alikuwa anaitwa Sauli. Uitwaga Sauli. Alitesa kanisa. Yatoshe zito. Alikuwa anapenda ulokole. Alikuwa ulokole. Yeye alikuwa anamaliza tu kanisa. Lakini sikia sasa maneno yake. Alikumva magambo yeye yavuze. Anasema hivi. Aravuga ngo ninahakikisha ngo ndahamiriza yuko roho yangu umutima wangu na roho ya Mungu inaambatana. Haleluya. Roho yangu na roho ya Mungu inakamatana. Inakuwa kitu hiki kimoja. Manake wakati una huzuni juu ya mwenye dhambi, roho yako na roho ya Mungu inakuwa kitu kimoja. Amen. 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 Nina ile huzuni. Na hii huzuni ni juu ya ndugu zangu. Anaombea ndugu yake. Na yeye ndio alikuwa pamoja nao katika dunia. Sasa anaanza kuwaombea. Anaanza kumulilia Mungu. Mungu nao pia waokoke. Wapate neema nilipata. Hawajajua ukweli. Analilia Mungu. Anasema ingalikuwa vema mimi nilaaniwe. Mimi nilaaniwe. Lakini yule asiyeokoka apokee wokovu. Anajitia mfano ya Yesu. Nielewe mzuri. Yesu hakufanyaka dhambi. Yesu hakufanyaka kosa. Haiko Paulo ndiye kuongea sasa. Sio Paulo kuongea. Ni roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Alikuwa akiongea. Anasema heri mimi nilaaniwe. Heri mimi nitengwe. Lakini mpagani aokoke. Amina. Hao ndugu yangu waokoke. Maana yake Yesu ndiye alikuwa anataka kusema ndani ya Paulo. Haiko tena Paulo. Ndiyo mambo. Kuna wakati nyingine Paulo alikuwa anasema mimi ninaongea kama Paulo. Mimi ninaongea kama Paulo. Na wakati mwingine anasema ni roho wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Hapa ni roho wa Mungu anasema sasa. Anasema ndani ya Paulo. Anasema ndani ya Paulo. Ingalikuwa vema wewe utoweke. Wewe ukufe nafasi yao. Lakini ndugu zako waokoke. Amin. Haleluya. Lakini leo ariko uyu munsi tunaona ndugu yetu akiwa katika mambo isiyokuwa sawa. iyo tubonye umuvandimwe atari mu bintu bidasobanutse Tunafurahi. tutatwishima. Paulo akahuzunika. Paulo arababara. Haleluya. Amen. Maombi ya dhati. Amasengesho Ni wakati n'igihe unaona mtu kwenye dhambi. urimo kubona umuntu ari mu byaha. Mwambie mwenzako sitahuzuniki, sitakuwa tena nafurahikia kwenye dhambi. Bwira mugenzi wangu sinzongera kwishimira abari mu byaha. Haleluya. Itakuwa na huzuni ndani ya moyo. Nani waombee? Haleluya. Amen. Nipate ile kama. Kugira ngo mbashe kwambikwa rya kama. Haleluya. Amen. Ni huzuni wa ndani ya moyo. Nagahinda ko mutima k'umukristo. Kila wakati anaona mtu mzuri. Mu gihe abonye umuntu ari mu byaha anajisikia aombe Mungu.
abayumva yasenga. Ndio Paulo ikonaongea. Nibyo Paulo ari kuganira. Anaomba Mungu. Arasenga Imana. Anamulilia Mungu. Aririra Imana. Ndugu zangu nao waokoke. Ngo bavandimwe banjye nabo bakizwe. Wasikufe ndani ya dhambi. Bazapfire mu byaha. Oh haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yeye aliomba mapema. Ngo yasenze hakiri. Asikuwe Saule tajiri. Atazamera mawa mtu. Ambaye alikuwa na furahi na mali yake yote. Wishimira ku butunzi bwe bwose. Lakini siku moja ariko umunsi umwe akamkuta Lazaro. Akamsanga Lazaro kwenye kituo cha Abrahamu. Aya mu gituza cha Abrahamu. Akamwambia wewe waambie ndugu yangu wasikufe bavandimwe banjye. Nao wasikuwe samie. Anamwambia wasiposikia manabii. Wasiposikia mitume. Batumvira intumwa. Kazi yao. Kazi kao. Haleluya. Amen. Hakutatoka mtu mbinguni. Na muntu uzava. Wasikie wale ambao wanaongelea. Numve babandi barimo kuganira. Mwambie mwenzako kusikia mimi mchungaji kuna kwa. Ngo umve ibyo mushumba ari kukubwira. Mwambie leo ni jenzi wao. Ibyo mushumba ngo umve. Haleluya. Ibyo mushumba kama kubwira. unapenda kumtumikia Mungu leo. Unataka gukora Imana uyu munsi. Kama unapenda kuwa na huzuni ya wakati. Hiyo siku utasikia haya. Munsi uzumva uzaurudisoni. Uzakorwa n'isoni. Tena ya kila siku milele. Kandi isoni rya buri munsi myaka n'inyandiko. Leo nisikia kuandikisha jina. Uyu munsi ni umunsi wo kwandikisha jina. Kanisa la Victory Ambassador. Itorero rya Victory Ambassador. Ni lazima ni ngombwa tushuhudie watu. Tuhamiriza abantu. Tuwe na huzuni. Tugira gahinda ya ndani ya moyo. Yo ko mu mutima. Wakati ndugu yetu mmoja anarudia. Mugihe umuvandimwe wacu masubiye inyuma. Wakati ndugu yetu atubone kanisani. Mugihe umuvandimwe tutamubona mu itorero. Si huzuni. Ese sagahinda. Nani alitembelea watu wetu wanenge abakuye masiku. Ngo abantu benshi nabo bazi uyu munsi. Mnajua sababu? Muzi impamvu. Kama shetani alimkamata. Muzi se niba shetani yamufashe. Leo tunashukuru kwa neema nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Muzi turashima kubaje Imana ngo abenshi nibaza. Haleluya. Amen. Ni lazima tuende tujue ni sababu gani. Ni ngombwa ngo tugende tumenye impamvu. Haiko kazi ya mchungaji peke yake. Nagari umurimo w'umushumba gusa. Haiko ya wazee wa kanisa. Nagari abashumba. Haiko ya watumishi peke yao. Nagari ni kila aliyeamini. Ni kila aliyeamini. Ni buri mumwe wese uwizeye. Kwa sababu ile taji ni yako. Kuko iryo kamba nawe ni ryawe. Adamu sema amina. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waroma 10:1-3. Abaroma n'ubundi muri icyo gice Abaroma 10:3. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Bene data iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana nukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko bagerageje kwihangira gukiranuka kwaho ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Some katika jina la Yesu. Amen. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe, kwa maana nawashuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa, kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na katika kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema hivi. Biblia inavuga ni yule Paulo. Uwo Paulo tukiriho. Tuliona tu ya kwanza aliombea juu ya ndugu zake. Twabonye igice cya mbere ko yasengeye abavandimwe be. Hapa anaongeza taifa la Israeli. Yona araganira ku bwoko bwa Israeli. Anaanza ombea nchi ya Israeli. Yona atangiye gusengera igihugu cya Israeli.
anasema hivi, aravuga ngo nina huzuni ngo mfite agahinda kuona taifa langu, kubona watu wangu abantu ba wanajiumbia vitu barimo vingine, kwiremera ibintu, wanashindwa kumwelewa Mungu wa kweli, kusobanukirwa Imana y'ukuri. huyu Mungu ambaye mimi nimekutana naye, nahuye naye, huyu Mungu ambaye nimeamini, ambaye nalikuwa natesa watu wake zamani. Ndio maana na mimi ninashuka chini nikilia juu ya taifa la Israeli. Amen. Mara ngapi naombea nchi yetu? Maana tabariki Mungu okoa nchi yetu. Haleluya. Amen. Mara ngapi tunaombea nchi zetu? Ni kangahe dusengera ibihugu byacu?